Mambo vipi Zobori Xavi FX. Leo nipo na US Tech ama Nasdaq kwa jina lingine. Hii pia nilitrade kitambo sana. Mara mwisho sijui ni miezi 7 nyuma, yani nilikuwa bado vijina mmoja mbovu. Ngoja leo tuianalyze tuone. Maana ishawahi kuchukua hela zangu nyingi sana hii pia. Yaani hapo tunaona ilitupa break of market structure kwenye time frame ya monthly. Okay, turudi kutoka monthly tuje daily. Tuje daily time frame. Okay, EBS tulipata hapa. Hii ndio BS tulipata ya monthly. Tunaweza tukaifuta kwa sababu tulikuwa tunataka tujue wapi pa kuanzia. Ukiangalia kwenye daily kuna BOS nyingine ambayo ilifanyika hii hapa. Kuna break of BOS. Hii BOS ndio ilikuwa BOS ya mwisho ambayo ilipelekea kuja kuvunja hii structure huko. Unaona? Hivi. Kwa hiyo watu wengi kwa kipindi hicho wali anticipate soko litarudi mazingira haya. Yaani wengi walitegemea kwamba soko likirudi hapo wabai, lakini hadi leo soko halijarudi. Unaona? Lakini ukiangalia kwa hii structure hadi sasa unaona ni Nasdaq na inatakiwa isell kwa kiasi fulani. Kama inatakiwa isell, na sisi tutaenda kutafuta opportunity za kusell, si ndio? Kuna hapa ilifanya kitu kimoja kinaitwa inducement. Baada ya kufanya inducement ili collect hizi liquidity. Umeona? Baada ya kufanya inducement mwingine anaweza akaja akaweka hapa. Tayari mtu anaweza akachukua kama entry, lakini huwezi ukaingia tu kizembe. Alafu kuna gap moja hapa. Kuna hii gap. Yaani bodi hazikuachiana, yani imeruka. Umeona? Kwa hiyo tukitoka kwenye daily tuje time frame ya 1 hour. Na hivi ndio time frame zinavyopangiliwa. Tukija 1 hour tunaona kuna kitu gani? Sehemu ambapo tulipiga mstari wetu kuna aina fulani ya liquidity. Wale wazee wa liquidity wakiona hivi wanajua ni liquidity gani. Hii kitu ni type 5 moderate. Hii ni aina ya liquidity. Unaona? Hii ni aina ya liquidity. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaweza kuanalyze hapo chap ni kwamba anaweza kufanya hivi. Hii unaweza kaifuta. Anaweza kufanya hivi. Hii kitu ilitupa BOS. Ndio. Hapo ikaja ikafanya inducement au normal liquidity. Baada ya kufanya normal liquidity ikarudi tena ndani. Ikatupa hichi kitu. Baada ya kutupa hichi kitu, sisi tutajuaje kwamba sasa hivi soko lipo kwenye direction ya kufanyaje kwenda juu? Ndio ukiona hivi unajua kabisa soko sasa hivi limesha shift. Limetoka kwenye kusell, limeanza kuzi invalidate structure za huko juu. Kwa hiyo inaanza kutupa BOS za kuelekea juu. Imetupa BOS ya kwanza hapa. Ikaja ikatupa BOS nyingine hii hapa. Imetupa BOS nyingine hii hapa. Ndio. BOS nyingine hii hapa. Kwa hiyo hadi sasa hivi tunajua kabisa ili soko ikitokea limerudi huku chini, sehemu ambayo tunaweza tukabai, tukaweka entry zetu za kubai, yani nyingi kweli yani.
ni kwenye hii zone. Yaani kifupi zone yote hii tunaweza tukabai. Kuna mtu mwingine anaweza akasema mimi taweka entry zangu kwenye valid structure. Umeona? Valid structure anaweza akaja akaweka entry zake hapa kwenye hii kitu. Anaweza akaweka entry zake kwenye hii kitu valid structure. Akasema mimi soko likiingia hapa nafanyaje? Nalibutua kwenda juu. Mwingine atakwambia hapana, mimi siwezi nikachukua entry kizembe hivyo. Chukua entry kama beginner, nashuka time frame ndogo. Tunakuja nani? Tunakuja kwenye 15 minute. Twende tuiangalie. Kubali. Tumerudi 15 minute. Ukiangalia kwenye 15 minute utaona tayari baada ya kupata hii BOS hapa, yaani baada ya shift tumepata hii BOS, tuliona ilivyotupa BOS hapa ilirudi ikatep kwenye hii zone. Kwa hiyo hapa tayari hii zone ishatumika. Umeona? Kwa hiyo ndio maana watu walisubiri muda mrefu waje wabai hapa wakiamini kwamba soko litarudi, lakini ukienda kwenye 15 minute tayari buying zishachukuliwa hapa. Kwa hiyo kama unasubiri hewa, ikitokea imerudi ni majali waivunje ama iendelee kuheshimu hiyo zone. Umeona? Haya, sisi hizo sio shida zetu. Tuje kutafuta opportunity za kusell. Sababu tunajua lazima itasell kwenye upande wa daily, kwenye monthly. Tushaona kwamba nani yetu itasell. Mimi hapa bila kuumiza macho, yani check hizi liquidity zote zimelala hapa juu. Zinatakiwa zishafanywa inducement ambayo ni hii. Aka wiki kamekuja kamevunja huko juu chap, afu kamerudi kasha wa induce. Kuna watu walikuwa nahisi kwamba soko linapo tap hapa litawaheshimu tena, litakuja litatapu afu lisell, lakini limevunja, limegonga SL alafu likafanyaje? Likarudi. Sasa kama limefanya hivyo, sisi tunakuja kuweka entry zetu hapa na stop loss yetu inakuwa ni hii. Stop loss yetu inakuwa ni hiyo FMD, tunaweka hapo, ndio furthermost deviation yetu. Ukiangalia pia kwenye hii 15 minute kuna aina fulani ya liquidity ambayo ni hii hapa, type 5 moderate moja imetukuka vibaya mno. Haya, tuna BOS hii hapa. Kuna BOS imefanyika humo, kuna hii hapa, unaweza ukachukulia hii hapa. Unaona? Kwa inakuwa ni kitu kama hicho. Kwa mwingine akasema ngoja mimi nichanganye strategy. Atakuja atakufanyia hivi. Wale wazoa support na resistance, atakupigia zake hivi. Atapiga mstari wake kama hivi. Nasikia kuna watu wananunuaga hii strategy ya support na resistance. Baada ya kupiga kama hivyo, atasema hii kwa kuwa ishafika hapo, kwa kuwa kitu kama hiko, kwa kuwa imeshafika wapi. Ukiwa unachora mstari inatakiwa yani week ndio ziguse kama hivi, yani hivyo, yani hivi imegusa. Kwa hiyo kwa wale wenzetu wale watasema hii soko simefika hapa, si hapa tunabai. Maana sisi tunaendaga na mfumo mmoja kwamba soko likija hapa
limegonga, limekuja hapa limegonga, limekuja huko limegonga, limerudi. Kwa hiyo soko linaenda linacheza hapo, likawa induce hizi liquidity zikawa grabbed, imewapiga afu ikarudi. Maana wasi hawana stop loss. Stop loss zao wanaweka juu ya mstari. Kwa hiyo soko limekuja limewavurumua kwa juu pap, limerudi ndani. Likarudi likagusa kwenye mstari wao, likaseli kidogo, likaja likawalambisha tena stop loss huko juu, limesell. Kuna watu hapa wanabai bila confirmation, bila nini, wanabai kumleta wapi? Hapa juu, kitu ambacho sisi tunakuja kumsubiria zetu hapa juu. Tunachotaka kuona sisi ni kwamba hili soko, ili tuweze kuingia, lije kwa mfumo huo, likifika hapa litupe bonge la sniper kali, yani mujarabu, afu lije livunje hizo ni huko chini, lije liinduce hizi liquidity zote zilizolala hapo chini, lije lipasue. Umeona? Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi ninasubiria nije nikitrade hichi kitu. Tunaweza tukasema tutafute nini? Hatuwezi tukakaa tunasubiria tu entry kwamba ije ichukuliwe huko juu. Sisi tukae hatuna kazi. Sisi sio mawinga. Sisi sio mawinga. Sisi ikipanda tunayo, ikishuka tunayo. Tutafute entry ya kubai, si ndio? Tutafute entry ya kubai. Entry ya kubai. Ngoja niangalie kwenye 30 minutes nione pamekaaje. 30 minutes unaona imekaa ni baridi barafu. Okay. Turudi 15 minutes. Check tena. 15 minutes hapa kuna jinsi alidanganya kitu fulani. Alivunja hapa, watu wakaishi hii seli inakuja na seli inarudi tena hapa, ikigusa hapa iendelee kuseli, ikaje ikawabutua huko juu. Baada ya kuwabutua huko juu wakasema sasa hivi tumeshift, tumetoka kwenye nini, tumetoka kwenye kuseli, sasa hivi tunabai. Tutabai eneo gani? Wale wazee wa demand and supply, tutabai eneo gani? Mwingine anaweza akaja akakuchorea hapa, akakuchorea akakadubwasha kote hapa, sisi tutabai hapa. Soko likifika hapa sisi tunafanyaje? Tunabai. Ndio Mungu si Asumani, soko limerudi likawabutua tena. Umeona kitu ambacho soko lilitakiwa lije hapa liendelee kwenda juu, sababu silishaonyesha momentum ya kubai, lakini badala kwenda juu limerudi tena limewainduce kuja huko chini kukusanya more liquidity. Sasa sisi hapo tutafanyaje ili tusipigwe kizembe? Kwa mimi ambacho tutakifanya ili niweze kuingia kwenye ile soko, natamani nione imekuja imetokea kitu kama cha namna hii, kitu kama cha namna hii, afu ndio soko lianze kurudi mdogo mdogo. Mwanani soko lije mdogo mdogo hadi kwenye demand zone yangu. Ndio demand, mimi nachanganyaga maneno. Mimi najua tu ku trade au maneno yenu mtajua wenyewe. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi nakitarajia kitokee ili niweze kuingia kupata entry ya kunileta hadi hapo juu kwenye sell zone yangu. Nataka nione BOS imefanyika hapa. BOS inapokuwa imefanyika hapa, nitakuwa nimepata inducement hapa chini. Umeona?
nitakuwa nimepata inducement hapo chini, na stop loss yangu mimi nitakuwa nimeiweka hapa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nakihitaji kukiona, na ukiangalia pia hapa, hii ni type fulani ya liquidity. Hii ni type 5 perfect. Type 5 perfect hiyo. Yaani hiyo baba, entry zinatakiwa zije zikae hapa. Ya itatoa bonge la sniper yani. Ikitokea imevunja hadi hapo juu kama nilivyokueleza, wewe entry zako njoo ziweke hapa. Hapa. Stop loss yako. Entry weka hapo. Stop loss Zuchu. Yaani stop loss Zuchu hiyo baba. Ngoma ije. Kwa sisi tunaileta, alafu tunaishusha tena. Hivi ndio kitu ambacho mimi naweza nikakifanya kwenye hii pair. Nimetumia dakika nyingi kuongea kwa sababu mimi sio mwongeaji. Ndio maana maneno mengi unashangaa ananipiga chenga. Kwa hiyo usishangae huyu jamaa mbona anaongea sana, for maybe hatumuelewa tufanye nini. Kwa hiyo ni hivyo. Ili soko likija hapo juu livunje, unaweza kaenda kwenye 5 minute, 3 minute ukaangalia. Kwenye 5 minute unaona pia kuna hii type ya liquidity. Kwa hiyo soko litakapofika hapa, yani ni kubai mbaya mbovu. Mwingine ambaye ni risk taker, yani yule I don't care, anaweza kusema mimi hadi nisubiri je ivunje huko juu huko tena umwa. Mimi ikija kivunja tu hapa na kuja kuchukua entry na buy. Kwa kuna mwingine anasubiri entry yake ije, confirmation yake kwamba aje ivunje hapa. Ikimpa hapa hivi vitu vyangu hivi naweka entry yangu hapo ya buy, chombo inatembea. Kwa hiyo hii ndio breakdown ya Nasdaq. Hii ndio breakdown ya Nasdaq. Hii Nasdaq hii ya moto sana hii. Hii ikiamua kukurudisha kijijini inakurudisha. Ngoja niweke kwenye 15 minute ili nipate clear picture. Cha kwanza hii lot ndogo yake ni 0.1. Ndio lot size ndogo kwenye hii pair. Okay. Kwa hivyo bwana hivi gure wote naumwa kizi hapo. Ya, kwa nahitaji kuona kitu cha namna hiyo. Hapa tuna save chart. Tuje tena kwenye save chart kwenye 30 minutes time frame. Na save kwa time frame tofauti tofauti kwa sababu nataka mtu akiangalia aelewe ni kitu gani ambacho tumefanya. Yaani nikienda kutuma kwenye group mtu asianze ukafanya kitu gani hapa, ni mbona tuelewe mazingzong, kitu cha namna hiyo. Yep. Ndio breakdown ya Nasdaq. Ndio breakdown ya nini? Ya Nasdaq. Niweke kitu kwenye wangu hapa kando wa Gaza. Kando wa Gaza.
check well before use. Ameshaashwa. Hii setup ni kali, ngoja tuishie huko na kwa GS OMG TMFX. Yeah. Kwa ni hivyo wazee, tukutane kwenye video nyingine. Ukiona hii video, kama ni YouTube, kama ni TikTok, kama ni TikTok make sure unanifollow, kama ni YouTube make sure una subscribe and turn on bell notification so that hata nikiposti video inakuwa ni rahisi zaidi kwa wewe kupata video ninazoziposti. That's it. It's your boy Rick Shabi FX. A1 mic drop. It's another day, it's another video, it's another vlog. It's your boy Rick Shabi as usual as normal. Na leo nipo kukuletea majibu ya tulichoki analyze the last time. Ilikuwa ni Nasdaq ama US 100 US Tech. Okay, the last time tuli analyze kuanzia kwenye daily hadi tukafikia kwenye kupata nini? Kupata entries zetu. Kitu ambacho kinaendelea kuweka hadi sasa. Unaona? Kwenye daily tulisema kwenye daily inabidi tuje tuweke entries zetu humo. Twende time frame ya 1 hour. Time frame ya 1 hour, kama unavyoona majibu yetu sasa ndivyo yanatokea. Tulisema ndio nije 15 minutes kwa sababu ndio nilipoanzia kuweka entry ya kwanza. Tukirudi kwenye 15 minutes, kama mna kumbukumbu hii, tulisema soko lije livunje hapa. Likisha vunja ndio lije tuweke buy zetu, buy limit kwenye hii zone. Soko wakati huo mimi ninafanya analysis, soko lilikuwa around here. Nikasema ili tuweze kubuy inabidi tuone BOS hapa, tuone BOS hapo, ndio soko lije lifanyaje? Lije litape entry zetu litembee. Na lilifanya hivyo, lilimove, likanipa BOS hapa, likanipa BOS hapa, likadanki huko juu, mwisho wa siku likaja likatape, likatembea. Halikuweza kuhold kwa muda mrefu. Likarudi, likatape tena. Hii ilikuwa ni stop hunt kilichokuwa kinaendelea kufanyika hapo. Yaani kama umeweka stop loss yako ilikuwa inawindwa. Therefore some people got induced here, wakatolewa. Baadaye soko likanyanyuka tena. Yaani soko likanyanyuka tena. Limetembea pips nyingi tu. Limetembea pips nyingi hapa hadi hapa. Watu wamepiga michuzi ya maana. Limerudi likawatoa kwa sababu hii tayari ishakuwa ni liquidity pool. Hizo tayari ishakuwa ni kama liquidity pool. Kwa mtu yote anaye trade hapa kwamba hii ni support, sio wanao trade support na resistance, wanasema hii ikifika hapa inagonga tena inaenda juu. Imefika, badala kugonga kwenda juu ikawavunja. Ikavunja na wapi? Ikavunja na kadubu ashaka. Umeona? Afu soko likafanyaje? Likatembea kwenda juu. Kama mnakumbuka ile entry yetu tulipofanya analysis, entry zetu tuliziweka mitaa hiyo. Tulipofanya analysis, entry zetu tuliziweka mitaa hii. Tulisema hii hapa ni inducement. Umeona? Tunaweka stop loss yetu mitaa hii, japo unapo trade
usiwe mpenzi wa kuweka sana stop loss, kwa sababu stop loss huwa zinawindwa, zipo ili zichukuliwe, na ndio unaona kitu kilichotokea hapa. Ilikuja ikawa induce sharp, afu ngoma imesell. Sasa hapa kama mtu umetumia stop loss na umelala, unakuja kuamka unaanza kulalamika, market maker mbona anaona soko langu tu, yani kila ninavyo analyze anakuja ananitoa, alafu anaenda ule upande wangu. Hamna. Umeona, sometime unatakiwa uwe ufikirie kama wanavyofikiria wao, kwamba mimi nimeweka stop loss hapa. Kama mimi najua nimeweka stop loss hapa, kwa nini nisije nikaigonga hiyo stop loss yako afu tukatembea? Umeona, kwa stop loss nayo ni kitu kizuri, lakini usipende kutumia sana. Kama uko awake, never use stop loss. Soko hilo hapo limetembea pips nyingi sana, pips za mwaka wa mbele, pips za mwaka wa mbele. Hii soko limetembea kweli kweli yani. Haya, hapa nataka niwape entry moja hapa, niwape entry moja ya maana, halafu tutakuja kuiona tena. Unaona soko lilikuja likagonga hapa, likarudi likaja likagonga hapa, likarudi likaja likafanya inducement hapa, afu likatembea likaja likavunja huko juu kote, likatupa BOS kubwa tu. Hii zone ambayo lilikuwa lina tap, hii naweka mstari hapa, hii zone tunaitem kama sehemu ambapo liquidity, baada ya liquidity kuchukuliwa, tulitegemea soko lije lichukue tena hapo alafu liondoke, lakini limekuja limetuvunja. Kwa sisi tunakuja tunaweka entry zetu pale pale ambapo wametutoboa, sisi ndio tunaweka nini, entry zetu. Kwa tutegemee kitu cha namna hii, tutegemee kitu cha namna hii. Umeona, kwa tunakuja tunaweka hapa, unaweza ukaanzia hata hapa, unaweza ukaweka entry zako hapa. Stop loss tunaweka juu ya hii candle, ndio stop loss yetu hiyo, alafu tunamwagika hadi huko chini, ndio hivyo. Kwa hiyo tutegemee hicho kitu next time. Umeona, tumwagike, yani inabidi ngoma itembee pips nyingi sana, pips za mwaka wa mbele, inabidi tembee pips za mwaka wa mbele hadi kufikia huko chini. TP yetu nyingine hii hapa, hii ndio itakuwa TP yetu ya kwanza. Tushakusanya TP nyingi huko, kuna hii hapa TP1, hii tunaweza tukaitem kama TP2. Umeona, na kuna TP nyingine, ila mimi TP ni TP, sinaga mimi nachukua hela popote ninapoona inanifaa. Mbona mnaga stop loss 1 wala stop loss 2? Kwa hivyo unyama ulikuwa kama hivi, unyama ulikuwa kama hivi. Kwa hiyo hapa tutasell hadi huko chini, alafu tubai, alafu tufanyaje, tubai kwa nguvu, tutasell alafu tuje tubai kwa nguvu. Sorry, hii ni Bitcoin, hii ni Bitcoin BTC USTech, USTech yetu hapa. Kwa hiyo kama ningeweka stop loss hapo juu, nilikuwa nimevunjwa. Yani kama ningeweka stop loss, nilikuwa nimeumia vibaya. Kwa hiyo sometime you don't have to use stop loss. Na mimi usiku mara nyingi siwekaji, au nakadiria mbali, mara nyingi sipendi kutumia stop loss. Kwa mzigo umetembea vibaya mno yani. Hapa nimeweka entry zangu, soko lije liguse hapa, afu liendelee kusell. Ndio ninachokitegemea kuona kwenye US Tech. Nasdaq bado inatembea na tutaenda nayo, matarajio ni ifike huku chini kabisa huku, ndio tuibai, tuihold hata miezi. Kwa hivyo kama bado hujanifollow, make sure unapita kwenye media zangu @Rick Shabi FX ama Rick Shabi Vlogs kwenye YouTube. Kwa ni unyama ni mwingi.
tuko na more than 284 USD. Kibongo hiyo ni mkwanja mrefu sana. Kwa hiyo knowledge is power. Make sure unapata knowledge sahihi. Utakuwa na uwezo wa kufanya mambo yako. Yaani utakuwa na freedom of, sijui ni temo aje. Utakuwa free kufanya chochote utakachojisikia. Yaani unakuwa hauna tena kitu kinachokuingilia njiani. Yaani you feel free to do anything. You feel free to go anywhere. You feel free yani to bro. Financial freedom is peace of mind. Ishi humo. Dear father, it is Jesus Snape. Huyo ndo alonifundisha. Huyo ndio mwalimu wangu. Yeah. Peace out. Tukutane kwenye video nyingine.